sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu, ilibidi nije kwa sababu watu nilikuwepo nao hawapo tena. Sasa nilikuwa na shock kidogo, lakini namshukuru Mungu interview imeenda poa kabisa. Ya sikutegemea yani. Alafu nimekuta mambo mazuri zaidi ambayo yananipa matumaini yani. Oh yeah. Umesema first time ulikuja na gang, lakini leo umekuja peke yako. Hebu tupe story kidogo kuhusu hiyo gang. Gang iko wapi? Nini kimeendelea na kwa nini leo uwe peke yako? Gang tena haipo. Ni side story kidogo. Yeah. Ni issue ambayo sometimes nikikumbuka inanihit sana yani, inanifanya na kuwa confused kwa sababu ni mipango Mwenyezi Mungu. Ya ilikuwa tuna push sana, yani ilifika sehemu tukaanza kuondoka kimtindo. Unajua mara ya mwisho nimekuja ilikuwa tarehe kama 4 mwezi wa 7 2024 hapa. Nimekuja nimefanya interview na mambo yalikwenda vizuri, lakini hiyo siku ninakumbuka niliongozana na brother yangu. Brother yangu ambaye alikuwa mkubwa, mama mmoja baba mmoja, ina maana yeye ndo alikuwa mkubwa. Lakini kwa bahati mbaya mimi nilipata matatizo mwezi wa 12 2024, mwezi wa 3 2025 brother kafariki. Aisee, pole sana. Aisee, nishapoa, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo kwa sababu ni maisha ambayo tunayapitia na hatuna budi, ni njia yetu. Lakini pia ilipofika mwezi wa 5 kitu kama hicho, mtoto wake tena brother kafariki. So sad. Pole tena kwa mara nyingine. Bro, yani kiufupi yani kuna muda nahisi kudata, unajua? Yeah, naelewa. Ukiangalia video zangu zote since Bad Boy Killer mpaka Wahala, ukiangalia madansa kwenye Wahala ile ya mapiano walivyokuwa wamevaa, ukiangalia Shayo, kuna creativity kubwa sana kwenye upande wa mavazi kwenye upande wa Shayo. Okay. Na ni nyimbo ambayo nilitumia cost sana na nguvu kubwa sana kwenye kuvaa. Alikuwa kinivalisha alikuwa anaitwa Young Darion. Young Darion ni mdogo wangu mmoja kutoka Dar es Salaam. Ya tulikuwa naye tunapush kwenye upande wa outfit, ambaye alikuwa designer wangu. Ya nilikuwa tukipata budget ya kodi, yeye ndo anajua hii tutafanya hivi, tutafanya hivi. Baadhi ya vitu nilivyo drip mpaka sasa ni kazi zake, kuanzia cape na nini, kila kitu ni kazi zake. Ya yani ukiangalia vitu vyake vingi vimebaki vinaishi. Pia ilipofika mwezi wa 8 I think, mwezi wa 5 nilikwambia mtoto wa brother alifariki. Mwezi wa 8 nikampoteza designer wangu tena, akafariki. So sad tena. So sad bro, nilikuwepo Tanga, nimemwacha Dar es Salaam akiwa poa tu kwa zake makumbusho, lakini mwisho wa siku kapata kuumwa na nini. By the way, ndio story ya mwaka jana mpaka tokea mwaka juzi hiyo nilivyoanza kupata anguko mpaka mwaka huu ambao kidogo naanza kuona kama napata hope nyingine ya kuendelea kumove, japo nimeangusha watu wa muhimu sana. Brother ndo aliofanya mimi nianze kuimba. Brother ndo alionitoa mimi kwenye dance nikaanza kuimba. Hii melody wanayosikia kwenye ngoma, melody wanayosikia live ni melody ya brother. Kwa hiyo before hujaanza kuimba ulikuwa dancer? Ya mimi nilikuwa dancer, nimedansi sana. Mara ya mwisho dance kubwa nimeifanyia Geita, nilikuwa nalipwa. Ya nilikuwa nafanya dance ya kulipwa, ku bright pia, matamasha na nini. Bro akaniambia niache masuala ya dance, nifanyie muziki kwa sababu nilikuwa na spirit ya muziki ndani yangu, ila kuimba nilikuwa sijui. Ushakutana na mtu ambaye anajua ana spirit ya muziki afu kuimba hajui. Yaani akiimba ni kama anaongea, lakini huyu jamaa mbona anapenda muziki afu anajua muziki. Hiyo sikushangaza ipo, na ndio maana unaweza kushangaa kuna mtu mwingine anaweza kuwa ball dancer. Ball dancer yule anaweza kucheza mpira sana, lakini ukimweka uwanjani kwamba umpe namba cheza, hiyo kitu unakuta hamna. Lakini ukimwambia piga na nana onyesha makeke inawezekana. So speaking of hapo mwanangu, gang hivyo ndivyo gang ilivyotoweka. Yaani ni nguvu kubwa sana ambayo kupotea kwa hao watu, imepotea nguvu kubwa sana kuanzia upande wa outfit, creativity mpaka lighting ya ngoma yani. Ngoma tulikuwa tunashirikiana nao kuandika pia. Kwa hiyo nimebakiza baadhi ya watu wachache, wadogo zangu wachache. Mwanangu mmoja Ndefu OG ambaye alikuwa na stand kama manager wangu mpaka sasa, yani mtu wa basket. Yuko timu ya taifa sasa hivi Dar es Salaam. Nafikiri mwaka huu pia atarudi maskani. Kwa ni mtu ambaye tupo naye mpaka sasa. Ni mtu ambaye bado ananipa nguvu, lakini pia naamka baada ya kuona kuna fursa zinakuja kwenye muziki wa nyumbani. Sasa imefika sehemu kwamba brother alikuwa na support ya yupo, tulikuwa na designer na yeye hayupo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini ameona ni vema ndugu zetu akapumzike. Sasa tunamtaka Bread 19 ambaye sasa baada ya anguko, baada haya yote kutokea, tunamuona Red 19 yupi kwa sasa hivi?
atakuwa mzuri zaidi wa yule wa mwanzo. Kwa sababu mimi naamini kitu ambacho kinaandikwa kupitia uhalisia, kitu ambacho kinaandikwa kupitia machungu, yani nguvu nitakayoitumia sasa sio sawa na nguvu niliyotumia mwanzo. Kwamba nitaandika ngoma kwa uchungu, nitaandika ngoma kwa nguvu kuliko kabla, yani nitakuwa mzuri zaidi ya mwanzo, nitaleta kazi nzuri zaidi ya mwanzo kwa sababu ya uchungu nilionao. Ninachokitaja hata wao waliotangulia wawe proud. Kuna namna moja ama nyingine watu wanaweza kawa wanatamani kujua kutoka kwako Red 19. Kuna kipindi watu wengi walikuwa wanaamini Red 19 ni msanii wa Kuria Gang, na hii ilikuwa inaaminika hivyo. Je, na katika maelezo yako umeelezea kwamba support yako ilikuwa inatoka kwa brother na nini, kwenye upande wa hii swala likoje? Wewe ni msanii wa Kuria Gang ama uko peke yako, ulikuwa na gang yako ndio ilikuwa inakusimamia na kujitegemea? Namshukuru Mwenyezi Mungu sikuwahi kusajiliwa kwenye gang yoyote mpaka sasa. Sio kwamba ninapenda, lakini ni vile nilikuwa nadhani kwamba nitapata obstacles nyingi sana nikiwa ndani ya gang. Kwa sababu ninapenda kufanya vitu vikubwa zaidi. Sasa niliamini kwamba nikiwa ndani ya gang watataka proposals ziende nini. Mimi ni mtu ambaye nikiamka bro leo niko Sachita. Bro leo nitaenda Dar es Salaam. Yaani napenda vitu viende kwa wakati, lakini kwamba sio kwamba gang ni kikwazo kwenye mapambano, hapana. Gang zetu sasa hivi kwa sisi wasanii ambao ni underground bado zinahitaji pia, yani hazina uwezo wa kusimama kwa miguu yake zenyewe. Ina maana na zenyewe bado zinataka support, naona. Sasa kama ni gang ambazo bado zinataka support na mimi nimempata Nairobi, anaweza akawa nyuma yangu na tukaondoka, kwa nini niwe kwenye gang? Naona tunafanya kitu ambacho tunaepusha msongamano. Tuko kwenye gang watu 15, ili nitoe ngoma mpaka nisubiri wale watu 4 waliotangulia kupeleka proposal watoe. Umeona? Ndio ngoma yangu itoke. Kuna utaratibu kwenye gang. Kuna utaratibu, watu wafanyifanyi mambo. Kwa hiyo mimi sikuwahi kuwa Kuria Gang, lakini pia King Davi ni brother yangu kitambo, ni brother yangu ambaye namkubali mpaka sasa. Na ni mtu ambaye sijawahi kuwa naye mbali na sitegemei kuwa naye mbali. Kwa hiyo kuwa karibu na mtu ambaye ana manage gang au ana manage rebel, sio kwamba nipo ndani ya rebo yake, ila ni mtu wangu wa karibu sana na nitaendelea kumtumia kwa sababu ana vitu vingi vya kunisaidia. Umejibu vyema. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hujawahi kuwa Kuria Gang, lakini ni familia yako na mnaheshimiana kwa namna moja ama nyingine kwa baadhi ya watu wa kule. Kwa kifupi nataka pia natamani pia kujua vitu vichache. Nataka kwa ufupi tu ama kwa udogo ili nikupe nafasi upumzike, maana umetoka kwenye interview na tena hapa na Kisanga. Ukiambiwa uzungumzie game ya nyumbani, game ya Tarime kwa sasa hivi, kwa sababu naamini kuna watu kuna wengine wapo lakini huenda wakawa hawajui hata kama kuna watu wanafanya game Tarime. Sijui umeelewa. Lakini pia kuna watu ambao wanafanya game lakini kwa namna wanavyoifanya game ni namna ambayo yani haiturasmishi kuonekana kwamba tunafanya game. Sijui umeelewa. Kwa upande wako ukipewa nafasi ya kuizungumzia game ya Tarime unaweza kuizungumziaje? Na furahi sana kusikia hili swali kwa sababu Tarime inakuwa. Mwanzo miaka 5-6 nyuma ulikuwa ukimwambia Levan aje Tarime anakuambia bro uko sure unataka unipeleke Tarime. Lakini sasa hivi wanakimbia, mwanangu kuna dili, mwanangu wapi Tarime, mwanangu Nyamongo tunaenda, mwanangu Chino wapi kumewaka, mwanangu tunaondoka, mwanangu kuna Sirali, mwanangu kuna chimbo limefunguliwa, kule wanaua, kweli wanaweza, tunajua. Last time wamekuja kina Diamond hapo wamekiwasha CMG hapo, akaja uwanjani tukapata free performance, unajua. Tena kafanya show, mimi sijui kwa Diamond akifanya show kiasi kile. Yaani kafanya show kubwa vibaya. Yaani masaa kibao. Mpaka mimi nachoka kusimama simu, bro vipi? Bro amefanya show ya heshima. Bro amefanya show ya heshima ambayo hata Dar es Salaam hawezi akaifanya. Ina maana ile inatuinspire sisi. Kama amekuja Diamond tulitegemea kwanza hata uwanjani hata kanyaga. Lakini ikaja kwenye ground yetu pale hivyo ya kimaskini na kafanya show ya kuua. Naona tunafurahi, tunaona kwamba panazidi kukua. Kinachotuumiza sisi ni makundi na mgawanyiko na kutokuwa na umoja, kukosa management na kushikilia ule umimi na mazingira pia ambayo yanatuzunguka yanakuwa yani wanatuvunja moyo sometime, unajua. Kuna kuvunjwa moyo,
kutoka pembeni. Alafu kuna wasanii kwa wasanii kutokuelewana. Alafu kuna ile mbali na wasanii kutokuelewana, alafu kuna ile nyingine ambayo inakuja kuleta shida kabisa, ni uchumi na namna ya kupushi mziki, unaona. Mimi nafahamiana na DJ wa Sachita, si ndio? Baada nikae naye vizuri, nimtafute bro, tunafanyeje bro, tunafanyeje? Mimi nategemea huyu DJ ndo anyenyekee mimi, wakati mimi ndo njipendekeze kwake, anipigie ngoma zangu, anipe connection ya radio nyingine kanda ya Ziwa, ngoma iende. Ina maana kule kujipendekeza sisi tunaona kama zesheni, kama tutakuwa tunakufa. Kumbe ndo maisha ya uhalisia, kwamba unapokuwa chini, hata Biblia zinasema lazima upite kwenye mikono ya wenye navyo ndio uvipate na wewe. Wewe, ili swali la mwisho nikupe uhuru. Wewe unahisi kitu gani kikifanyika? Sawa, kitu gani kikifanyika? Yaani unaiona game yetu ile tumeenda mwanangu, yaani mjini tumefika. Kitu gani kikifanyika? Sio kitu kimoja, kama vinne. Cha kwanza, uondoke umimi. Cha pili, tushikane tuwe watu wa moja. Cha tatu, tupambane na tukubali kunyenyekea kwa yule ambaye tunaona anacho au ana uwezo wa kukusaidia ukaondoka. Yaani tuondoe ule ukulia, tuondoe ule ubabe, unajua? Yaani kama hali ya mtu kuona kwamba hawezi kujishusha. Kama Afghanistan tu. Yaani huku ukisema Talime kama Afghanistan. Yaani RPG nje. Sasa huku inatakiwa tukubali. Ule ubabe tuweke mfukoni. Kila kitu wanangu wewe tumekubali kwa wajinga, si ndio? Mimi mwanangu mmoja marehemu yule designer alikuwa na uwezo wa kukufutia mpaka viatu, akakupigia magoti akalala chini, anakunyenyekea, yani mpaka ajue kabisa mimi na shida na kepu ya Nairobi. Akipata tu kepu anaondoka zake. Ina maana wewe kubali kujishusha. Kingine, issue ya umoja uliokuja wa wasanii, kitu cha 4 hicho. Hichi kitu ndio kishikiliwe sana. Kwa sababu gani? Mimi nafurahi ninapokutana na Vance, tunagonga 5, tunakaa meza moja, tunakunywa soda pamoja, tunakunywa zetu gambe nini, mna smoke nini, yani ile mna share, mna show up pamoja na Vance. Niko na Nairobi, unajua ile nimetoka kwa Nairobi mwanangu, niko kwa Mbongo, nimepoa, niko kwa nani, yani hivyo. Kuna maisha fulani ya furaha sana ukiwa na hiyo situation. Yaani kuna maisha fulani ya amani vibaya mno ukiwa na hiyo situation. Mimi na EP yangu iko ndani na collaboration na Mbongo mule, Mungu akipenda. Mule usichangae nikakupigia simu Anero tuingie studio na kazi yangu, kwa sababu nimeandaa EP ambayo itachukua ngoma kadhaa tu, lakini itakuwa ina collaboration ya watu. Idadi ya ngoma ndio idadi ya wasanii ambao nitashirikisha. Ina maana mimi ninachokitaka ni huo umoja ambao upo sasa hivi ndio uendelee. Hicho ndio kitu cha 4 ambacho tukikizingatia tumeondoka. Bana, hizi ni stories za kwenye mic na kaka fulani Mkuria, na hapa nilikuwa niko na mwanangu Red Marex, lakini kwa hapo zamani alikuwa anajiita Red 19. Hii Red Marex hii bado haijawa official, ipo kwenye inakuja inakataa. Huenda next time itakuepo live kabisa, tutatumia Red Marex, lakini kwa sasa hivi ni Red 19. Bana, mimi nafahamika kama Nero Business na biashara kaka fulani hivi Mkuria. Tulikuwa kwenye stories za kwenye mic na kaka fulani hivi Mkuria, na hapa tumemaliza hivyo kibabe kabisa. Mwanangu waage washikaji. Wanangu, msikose kufuatilia platform zetu social media. Wanangu, msichoke. Tarime, mkoa wa Mara, kanda ya Ziwa, Pwani, Tanzania nzima. Si tunakuja mjini. Ina maana muziki tunaofanya ndio muziki unaofanyika Tanzania nzima, ndio muziki unaofanyika Afrika, ndio tamaduni zetu. Mtushike mkono, mitandao yetu ya kijamii muizingatie, yenyewe ndio mabosi zetu. Si hatuna la kusema. Tunachokitaka ni umoja, tupendane kwa wasanii, tushikamane, tuondoke mjini. Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki. Tuendelee kupambana. Bana, hayo ndio maneno ya mwisho kutoka kwake Red 19. Mimi sina la ziada. Ciao.